So don't ask me how I'll ensure this man will never leave prison. But I want to assure the people of Kenya, in the name of the Almighty God, this man will never leave prison. Je, kama tunaelewana? Tunaelewana hatuelewani? Tunaelewana hatuelewani? Mimi ikiwa waziri wenu wa usalama wa taifa, nataka niwahakikishie hamtatokea tena, hamtawahi kutokea pigo kama hii katika nchi yetu hii tukufu ya Kenya. It will never happen again. So I'm here to say this is not the time to point fingers. This is the time to make sure we fix this country and make sure that criminals and terrorists who use religion and the Holy Scriptures, those criminals that use the constitutional right to the freedom of worship, don't get away with the kind of the horrible crimes we have seen in Shakahola through this criminal who is now behind bars. Mimi nataka niseme hivi. Huyo bwana, huyo mhalifu Paul Mackenzie, hatawahi toka jela. Kwa hivyo mheshimiwa, hakuna haja ya kusema akitoka sijui asiende wapi. Hata toka jela. He will never leave prison again. He won't. And I know it is possible. Mimi najua tuko na changamoto kidogo na wenzetu wa idara ya mahakama. Kwa sababu watu wengi wanauliza hii serikali sijui ilikuwa wapi. Serikali ilikuwa pale kwa sababu kupitia taarifa ambayo mlitupatia kama wananchi, huyu bwana alikuwa stakiwa mara 3, kweli si urongo? Lakini anaenda anatoka. Si ni kweli? Anaenda anatoka. Kwa sababu ako pale, anaenda kotini, alafu mahakama inampatia bodi shilingi 1,000. Analipa, anakuja kuleta mauaji. Hii mauaji ambayo imetendeka hapa, ile kazi inaendelea hapa, watu wengi wameuawa baada ya huyo mkora kupewa bodi ya mwisho ambayo alipewa mwezi jana. Na kama angefungiwa korokoroni, hiyo hasara haingepatikana. But I want to assure you as the Security Minister of Kenya, never again in the soil of Kenya will criminals terrorize people using religion. It will not happen. Nataka nirudie hivi. Najua watu wa magazeti mko hapa. Huyo bwana hata toka jela. Muulize nchi za Marekani na nchi zingine ambazo nimetaja ni vipi wanashughulikia masuala ya usalama ambayo ni ya aina hii. Mambo ambayo tunaongea ya hapa leo Shakahola, mambo ambayo yametokea hapa, haya sio mambo ya kawaida. Hiyo sio maneno ya mtu sijui ameiba mandizi ama maembe ya mtu. Huyu ni muuaji wa halaiki, isn't it? So don't ask me how I'll ensure this man will never leave prison. But I want to assure the people of Kenya, in the name of the Almighty God, this man will never leave prison. Je, kama tunaelewana? Tunaelewana hatuelewani? Tunaelewana hatuelewani? Akae huko mpaka kufie huko ama atoke? Akae kufie huko ama atoke? Nataka kumwona tena? We cannot have a country like this. We are exhuming men, women, children whose lives have been cut short by a known criminal. By a criminal we know. And then some people want to come here and wave for us some funny, I don't know which provision. Sijui unataja katiba gani inasema watu wauwe wengine wenzake.
Biblia gani imesema watu waue wenzao? Kuna Biblia kama hiyo? Kuna Qurani kama hiyo? Kuna katiba kama hiyo? Hali ya Kenya, kwanza kabisa kusema pole kwa yale ambayo yametupata. Ya pili niseme ya kwamba pigo ambayo tumepata ni pigo kwa taifa nzima, sio pigo tu ya sisi wenyeji hapa. Tumepigwa zote kama taifa la Kenya, lakini sana sana nyinyi mmepigika zaidi kwa sababu haya mambo yametendeka hapa kwenu. Na niseme nirudie pole na niseme ya kwamba sisi kama serikali tumelichukua jambo hili kwa uzito unaofaa, na hivi karibuni nitawaambia hatua ambazo tumechukua kama serikali ya Kenya. Tumepata pigo kama taifa, tumepata pigo kwa taifa na ulimwengu mzima, kwa sababu mwanadamu ni mmoja, awe Mwafrika, awe Mkilifi, awe mtu ya Mombasa, awe mtu ya Turkana, awe mzungu, awe Mwarabu. Mwanadamu ni mmoja, damu ni moja, muumbaji wetu ni mmoja na ni Mwenyezi Mungu. Kweli si kweli? Kwa hivyo hii hasara ambayo tumepata ni hasara ambayo imetupiga kiasi. Nataka niseme ya kwamba hawa ambao wametuletea madhara ni watu ambao wametumia dini, watu ambao wametumia maandiko matakatifu kufanya kazi ya shetani, kwa sababu anasema walikuwa wanahubiri injili ya Yesu Kristo. Yesu Kristo hakuua mtu, alifufua wale walikuwa wamekufa. Kweli si kweli? Yesu Kristo hakuambia mtu ati akisikia njaa asikule. Mahali alikuta watu 5,000 bila chakula, aliwatengenezea chakula. Kweli si kweli? Kwa wale wanaelewa Biblia, si kweli? Kwa hivyo hii kazi ambayo imetendeka hapa sio ya Mungu, sio ya Kristo, ni kazi ya shetani. Nataka niseme ya kwamba hatutakubali wakatili, magaidi na wahalifu kutumia dini na kisingizio ya kwamba katiba yetu inaruhusu uhuru wa kuabudu. Hicho hakitakuwa kisingizio kwa watu kama hawa kutupiga na kuleta maafa kama ambayo tumepata. Mahali nchi yetu imefika mahali nchi zingine zimekuwa na mapigo kama haya. Nchi ya Marekani mwaka wa 78 karibu watu 1,000 waliangamia kwa kunywa sumu, kwa sababu ya mhubiri ambaye alimwambia lazima wakunywe sumu wakufe, dunia inakwisha. Lakini kutoka siku hiyo Waamerikani, serikali yao na watu wao waliweka mikakati ya kuhakikisha kwamba hakutatokea tena katika ile nchi watu kutumia dini kama kisingizio, watu kutumia uhuru wa kuabudu wa kikatiba kama kisingizio, na hakujawahi kuonekana maafa kama hayo ambayo yalitokea Marekani mwaka wa 78. Vile vile kikundi kingine kule nchi ya Japani mwaka wa 95 vile vile walitoa ama wakamwaga gesi ya sumu katika gari ya moshi katika mji wa Tokyo mwaka wa 1995. Na watu wengi wakakufa kutokana na hiyo gesi, na walikuwa wanajisingizia ati hao ni wahubiri na ni waumini wa dhehebu fulani. Kutoka siku hiyo watu ya Japan, serikali ya Japan haikuanza kunyosheana vidole. Walifanya mikakati kuhakikisha kwamba nchi yao haitapata pigo kama hiyo tena na watu ambao wanasingizia